A CNN exclusive investigation has found evidence that Tanzanian police killed protesters in the aftermath of a disputed election. Tanzania's general election at the end of October was the trigger for week-long protests that rocked the country. CNN's Larry Madowo joins me now live from Johannesburg with the details, and you and your team, Larry, analyzed a lot of information to figure out what happened during those protests. That's right, Brian. We analyzed dozens of videos. I spoke to more than 100 Tanzanians to figure out exactly what happened after that October 29 presidential election. President Samia Suluhu Hassan claims to have won it with 98% of the vote. But many in the country say there was no election because in the months and weeks leading up to the election, there was a big campaign, no reform, no election, as prominent critics, opposition figures were arrested, detained, disappeared, abducted. And that is the background for these protests on election day, which quickly descended into violence. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye makala maalum. Ripoti za haki za binadamu zinasema kuwa vikosi vya usalama nchini Tanzania vilitumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na maandamano yaliyoipuka baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa Amnesty International, maandamano hayo yalihusisha raia waliokuwa wakipinga uhalali wa matokeo ya uchaguzi, kutengwa au kuzuiwa kwa baadhi ya vyama vya upinzani kushiriki kikamilifu, malalamiko ya ukiukwaji wa taratibu za kidemokrasia. Ripoti inaeleza kuwa vikosi vya usalama vilitumia nguvu kali kuvunja maandamano kinyume na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Kulikuwa na madai ya watu kujeruhiwa na baadhi ya taarifa zikieleza kuwepo kwa vifo, ingawa idadi kamili haikuthibitishwa waziwazi. Mashahidi waliripoti kwa baadhi ya miili iliondolewa na vyombo vya usalama, jambo lililozua maswali makubwa kuhusu uwazi na uwajibikaji. Taarifa hizi zilitolewa katika mazingira ambayo kulikuwa na vizuizi vya mikusanyiko na hadhara. Mtandao wa mawasiliano yaliripotiwa kudhibitiwa kwa muda katika maeneo kadhaa. Viongozi na wafuasi wa upinzani walikamatwa na kuzuiwa. Ripoti hizi zinafungamana moja kwa moja na mazingira ya kisiasa ya uchaguzi wa 2025 ambapo kuliripotiwa foleni ndefu na changamoto za vifaa vya kupigia kura. Vyama vya upinzani vililalamikia mazingira yasiyo sawa ya ushindani. Mashirika ya kiraia na ya kimataifa yalitaka uchunguzi huru kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki. Serikali ina wajibu wa kulinda usalama wa raia bila kukiuka haki zao za msingi, ikiwemo haki ya kukusanyika kwa amani na kutoa maoni. Amnesty International na mashirika mengine yaliitaka serikali ya taifa kufanya uchunguzi wa haraka, huru na wa wazi. Wahusika waliokiuka sheria wawajibishwe, haki za waathiriwa na familia zao zilindwe. Kwa mujibu wa ripoti za haki za binadamu, matokeo ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 nchini Tanzania yalionyesha mvutano mkubwa kati ya usalama wa taifa
na haki za kiraia. Mashirika ya kimataifa yanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu utawala wa sheria, kulinda haki za binadamu, kuweka uwazi katika mchakato wa kidemokrasia.